hakuna kiumbe bora kama mwanadamu. Allah tabarak wa taala sema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri zaidi. Lakini pia akampa heshima mwanadamu na kumtukuza, wa laqad karramna bani adam. Tumewakirimu na kuwatukuza wanadamu. Lakini pia katika wanadamu kuna wanadamu ambao wamepewa vyeo zaidi. Tilka ar-rusulu fallalna ba'dahum ala ba'din wa rafa'na ba'dahum darajat. Mitume Allah tabarak wa taala ameipatia daraja kuwa ni viumbe bora kuliko viumbe wengine. Lakini pia katika waliopewa heshima, mmoja ni mtoto wa kike katika dini ya Uislamu. Mimi husema katika watu wanaostahiki kuipenda dini hii zaidi ni wanawake, kwa sababu mwanamke amepata heshima kubwa, mwanamke amepata nusra kubwa baada ya kuja Uislamu. Wanawake kabla ya Uislamu ilikuwa ni viumbe hawatambuliki. Hata mume anapoambiwa mkeo amejifungua mtoto wa kike anakasirika. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun. Allah tabarak wa taala atuambia ilikuwa akiambiwa mwanamume kwamba akapewa habari njema za furaha. Habari gani? Aambiwa mkeo amepata mtoto. Kwanza anauliza mtoto gani? Wa kike. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Uso wake unabadilika rangi, unakuwa mweusi na anakunja uso, anakuwa na hasira, anajuta, kwa nini nikapata mtoto wa kike? Hivi ndivyo mlivyokuwa kabla ya kuja Uislamu. Tuseme alhamdulillah bi ni'matil Islam. Yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi. Inafikia akiwaona watu anawakimbia marafiki zake kwa sababu kwa habari njema mbaya alizonazo kuwa amepata mtoto wa kike, aona amekuwa na aibu, amepata aibu, anajificha na marafiki zake. Ayumsikuhu ala hunin, mpaka anafikiria hivi ni baki kuishi naye na aibu hii, am yadussuhu fi turab, ama amchimbie shimo amuingize ndani ya mchanga amzike mdogo akiwa hai. Hivi ndivyo walivyokuwa watu kabla ya Uislamu wanavyochukia watoto wa kike. Allah tabarak wa taala kaileta Qur'ani akasema ala saa ma yahkumun. Walikuwa wakihukumu vibaya sana. Maamuzi yao hayo yalikuwa ni maamuzi mabaya sana. Decision walikuwa wanachukua ilikuwa sio sahihi, kwa sababu mtoto ni mtoto na hujui ni mtoto gani atakaye kusaidia. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah sema wazazi wenu na watoto wenu. Usimdharau mzazi mmoja ukambeza mwingine ukamheshimu mwingine. Labda ukamtambua baba ukamdharau mama, hapana. Au ukamdharau mama ukamdharau baba ukamtambua na kumwenzi baba, hapana. Wazazi wenu wa abnaukum vile vile na watoto wenu. Usimdharau mtoto wa kiume kwa ajili ya mtoto wa kike, au ukampenda zaidi mtoto wa kike hapana. Allah sema abaukum wa abnaukum la tadrun, hamjui ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ni nani atakaye kuja kukusaidia zaidi. Sasa zilikuwa fikra za watu ni kwamba mtoto wa kike hana faida, utaishi naye, utamhangaikia, alafu ataolewa, atachukuliwa na mtu mwingine basi. Lakini hivi sasa statistics zasema, kulingana na uchunguzi unaofanyika, tunaushuhudia kwa macho yetu,
wazazi wengi wanahudumiwa na watoto wao wa kike, au si kweli? Wazazi wengi wametelekezwa na watoto wao wa kiume, wanaowasaidia wazazi leo ni watoto wao wa kike. Qur'ani ikamwambia mwanamume, ala saa ma yahkumun, ni maamuzi mabaya, ni hukumu mbaya hiyo ya kudharau watoto wa kike, hamjui ni nani atakayewasaidia. Qur'ani ikaja kubadilisha mfumo kwamba mtoto anaitaka ahudumiwe zaidi ni wa kike. Hata ilipoanza kueleza neema ya watoto, Allahu tabarak wa taala asema yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah anatoa zawadi kwa anayemtaka, anampatia mtoto wa kwanza. Allah kaanza na nani? Mwanamke. Inatha, watoto wa kike. Lakini vile vile Allah anatoa zawadi ya watoto wa kiume, au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Wengine anawapa zawadi kwa kuwachanganyia watoto, wakapata watoto wa kiume na wa kike. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, na wengine Allah kawafanya tasa, hawazai. Hiyo ni neema inatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hivyo mtoto ni neema. Mtoto ni neema ya Allah. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, mtakwenda kuulizwa kuhusu neema mlizopewa. Moja ni neema ya mtoto. Ulimtunza vipi mwanae? Ulimlea vipi? Ulimlekeza nini? Ulimfundisha nini? Kama utacheza, hutosimama na majukumu yako kwa mtoto, huenda ukapata hasara kubwa. Na nyinyi wanawake, mama zetu na dada zetu, ndio Allah akawajalia ndio sosi ya malezi katika maisha ya watoto wetu. Nyinyi ndio msingi wa malezi. Allah kawaita wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, nyinyi katika nyumba ndio wachungaji. Japo leo mmejitia hamnazo, mmesahau majukumu yenu. Mmeingia barabarani, mmeingia madukani, mmeingia maofisini, mwatafuta hela mpaka mmesahau jukumu la watoto wenu. Allah mpango wake ni mume atafute nje, mwanamke awe nyumbani, atengeneze nyumba, aiweke nyumba ile na amani, nyumba ile iwe na utulivu. Kila akikaa fikiria, nikifanya nini mume wangu akirudi hii nyumba itakuwa na furaha. Nikifanya nini mtoto wangu atakuwa mtoto mwema. Nikifanya nini nitaweza kumsaidia mtoto wangu aweze kuipata janna. Nitafanya nini? Yani yeye afikiria namna ya kutengeneza. Lakini sote leo tumekuwa twachoka. Mume achoka nje kwa kutafuta hela, na mke naye achoka kwa kutafuta nini? Hela. Wakifika nyumbani hakuna mwenye time ya kumsaidia mwenzake. Hakuna mwenye mawazo, hakuna mwenye kutoa idea nzuri, brilliant idea kwa mwingine. Nyote taabani. Na ndio utakuta nyumba leo zimebadilisha jina, waitana vibebi, si ndio? Mume aitwa bebi, mke bebi, mtoto bebi, nyumba imejaa vijibebi tu. Haina watu wazima. Sasa nyumba hii wafikiria itaenda wapi? Hakuna mtu akutoa mashauri, wote bebi tu. Lakini Allah tabarak wa taala alivyopanga, kuna mpango wa baba, kuna mpango wa mama, kuna mpango wa mtoto. Baba ana majukumu yake, mama ana majukumu yake, mtoto vile vile ana haja zake, anawasubiria hawa wazazi wawili. Leo mtoto aweza kuja nyumbani akakosa wakati wa mama kukaa naye hata dakika 10, akaongea naye vizuri, akacheka naye, akamlekeza hivi,
mpaka ule mtoto akampende. Jamani, kama kuna wakati tunastahiki kuwajibika na watoto ni leo. Hatari zilizowakabili watoto wetu ni nyingi. Tusipokuwa karibu na watoto wetu, tuna hatari ya siku ya kiyama kuikosa pepo yetu. Yawezekana mtu siku ya kiyama akaja na ibada zake mzuri, swala, saumu, zaka, nini, akapewa ile bitaka, kadi wenda zake peponi, mara akaitwa waqifuhum innahum mas'ulun. Waambiwa malaika, msimamisheni hao. Wazazi wawili wameishi na ibada, kusoma Qur'ani na nini, hao wenda janna, wameruhusiwa enda peponi. Mara waambiwa waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao, bado wana kesi ya kujibu. Safari ya janna ikatizwe. Kuna nini? Mulikuwa na mtoto wa kike, lakini hamkumlea kidini, hamkuchukua fursa ya kumpendeza, kuipenda dini. Mtoto huyu aliishi kinyume na dini, kakataa kuvaa hijab, kakataa kujistiri, kakataa kujitenga na wanaume, kakataa kufanya hivi na hivi, kakataa hata kuolewa. Maana leo kuna banati, kuna wasichana wakwambia hata kuolewa ni upuzi. Natafuta nini niolewe? Kama you make money, make money. Mimi nimeajiriwa, tena nina mshahara mkubwa, pengine wewe atakaye kunioa hanifiki mimi. Natafuta nini? Hizi ni fikra zimekuja kwa sababu tuliwaachia upande wa dini, haukukaa vizuri. Leo shetani ameweza kumtumia, amekuwa ni adui wa dini. Sasa wewe ulokuwa ukiswali sana na kufunga sana, wenda peponi, waambia ngojea, kuna kesi. Binti yako alikuwa haishi kidini, na alipoulizwa asema si kosa langu, mamangu alikuwa hanilekezi kwenye dini. Umekosa pepo, hujaikosa? Jamani, tusiangalie na jicho moja. Dunia imetulekeza jicho moja tu, kwamba watoto lengo lao ni kuleta mali. Mtoto wangu atakawe bora kuliko fulani, awe na kazi mzuri kuliko mtoto wa fulani, awe na hiki. Haya sio malengo, kwa sababu vyote tunavyovikusanya tutaviacha. Ataina biduni shay thumma nabhathu wa najma kulla shay thumma natruku kulla shay thumma nus'alu an kulli shay. Tumekuja duniani hatuna kitu. Kila anayezaliwa anazaliwa mtoto mchanga, hana chochote. Vijikono vyake amefunga, pia hataki kuingia kitu kizaliwa. Lakini ukishakuwa mkubwa unatafuta na kukusanya kila vitu vya vako. Lakini usisahau kuna siku utaviacha vitu vote. Na usisahau baada kuviacha vote, na kuna siku ukirudi kwa Allah utaulizwa vyote. Wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hii mali ulioipata, uliipata kwa njia gani? Na umeitumia kwa njia gani? Maswali muhimu utaulizwa haya. Ndio Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema libni adam musibatan yatruku malahu kullah wa yus'alu anhu kulli. Mwanadamu ana misiba miwili siku ya kiyama. Msiba wa kwanza ni kwamba bidii unaoitoa, jasho lako, hupumziki. Mwanamke uloumbwa na mikono laini, mwili wako mzuri, lakini unapambana sokoni mpaka unakuwa na ngozi ngumu kama punda kwa ajili ya kutafuta hela. Lakini kuna siku hii hela yote utafanya nini? Utaiacha. Na baada kuiacha haitoshi, na utaulizwa huko kiyama, uliipataje? Ukiingia custom border yoyote utaulizwa mzigo uliobeba. Lakini kiyama mizigo uliwaachia watu wengine, wakaponda mali, wakastarehe, lakini utaulizwa nayo, uliipata kivipi? Halali haramu.
lakini pia utaulizwa uliitumia vipi. Hii mali yako ilisaidia kumsomesha dini mwanayo? Hii mali yako ilisaidia kufanya kheri hii? Hii mali yako ilisaidia dini hii? Utaulizwa. Ama ilisaidia katika dunia tu na pengine mwisho ni ya mambo ya haramu. Kwa hivyo ni wajibu tujue kwamba kuna dharura, masulia yetu zaidi, hasa nyinyi watoto wa kike. Mwanamume masulia yake ni kusimamia nyumba yake, amchunge mkewe, amlishe, amvishe, ampe makao, ampe furaha, asimuhuzunishe, achunge watoto wake, awalishe, awavishe, awaelimishe. Kazi ya mume. Atoe hela hizo. Kazi ya mke ni kuiweka furaha nyumba yake na kuiweka imani na dini ndani ya nyumba yake. Alete utulivu ndani ya nyumba. Amfanye mumewe akiwa na matatizo yote, akija nyumbani atakuwa ametulia. Kwa maneno tu yaweza kumbadilisha. Allah kawapa wanawake nguvu ya kuleta utulivu. Hakuna mtu mwanamume mbaya kama Firaun. Alikuwa mwanaume mbaya, tena katili. Firauna kabla ya kuzaliwa Musa ameua watoto 1000, amewachinja kwa ajili ya mtafuta Musa. Kila mtoto wa kiume akizaliwa asema huyu ndiye Musa, chinja yeye. Siku alipozaliwa Musa, mamake Musa akawa na uoga, kwa sababu askari wanabisha kila nyumba wakiangalia mwanamke ambaye amejifungua ili wapate kumuua mtoto wake akiwa ni wa kiume. Walichofanya, akaanza uoga mamake Musa kwamba nimejifungua mtoto wa kiume, atakuja kuchinjwa. Ababaika. Allahu tabarak wa taala akamwambia anirlihi, nyonyeshe, usibabaike, usiogope. Anirlihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi. Kama utakuwa muoga kumuogopea kwamba atakuja kuchinjwa, huwezi kustahimili kumuona akichinjwa mbele yako, mtupe baharini. Jamani, kama nyumbani naogopa atakufa, je baharini? Lakini Allah anaonyesha ala kulli shay'in, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ni muweza. Usibabaishwe na dunia, hakuna linalomshinda Allah. Musa akatupwa, akatengezewa sanduku, akawekwa ndani, akatupwa baharini. Sanduku lile lilitembea kwenye maji, mtoto mchanga, hajanyonya, njaa, yuko ndani ya bahari, baridi kali, mpaka ikafika kwenye ufukwe wa bahari, beach plot ya Firauna, pap, ndio wakatua pale. Askari wakichukua sanduku, wakifungua, wamemtoa mtoto wa kiume. Mzee wanamuita Firauna, huyu mtoto wa kiume. Firauna asema huyu ndiye Musa huyu. Huyu kijego, mtoto gani atavumilia baridi ya bahari asife? Huyu ndiye mwenyewe, chinja. Lakini ni sababu gani? Moja katika asbabu zilizomsaidia Musa asiweze kuchinjwa ni lugha ya utulivu, lugha ya upole, nguvu alionao mwanamke katika kubembeleza. Qalat imra'atu Firauna, akasema qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Kidamani, kitoto kizuri, mashallah. Lugha ya pwani huko, sijui mwasemaje, kichuna, kitoto kizuri. Mume wangu usimchinje, asa anyamfana, huyu atakuja kutunufaisha, kutusaidia. Au natakhidhahu walada, au tutamuadopti, tumfanye mtoto wetu awe ni mtoto wetu. Hatuna mtoto sisi, tushapata mtoto sisi. Maneno tamu, maneno sauti fulani ya kike.
Leo wanawake hata hizo sauti hizo wamezikosa, si ndio? Manake wanatafuta hela ngangari kama wanaume. Anamwambia mume, utaleta pesa ulete. Mume na sauti yake sasa ulete. Hakuna wema hapo, kuna salamu. Tumeelewana? Lugha hii tamu ilimbadilisha mawazo. Ukatili wa Firauna wote ukaenda na maji. Ikabaki Firauna, what next? Tufanye nini? Yualia sasa na njaa huyu. Akinyonyeshwa nyumbani hanyonyi. Tafuteni yoyote by any cost, mimi niko tayari kumsimamia ili mtoto wetu mzuri anyonye. Nani aliyembadilisha Firaun? Ni nani? Mwanamke. Ilikuwa ndio sababu Musa asichinjwe, ni lugha tu. Lakini leo tumeshindwa kuwabadilisha watoto wetu mawazo yao. Ni nyumba ngapi za watu wazuri leo watoto wanakula drugs, madawa ya kulevya, miraa, sijui mongoka, sijui nini, vitu tofauti vimeingia ndani ya majumba ya watoto wetu, au si kweli? Naam. Hivi wafikiria hatutoulizwa nini lilofanya? Moja katika sababu, hatuna time ndefu na watoto wetu. Mtoto kwanza kwa siku hizi, siku mzima si wetu, au sio? Anaenda shule saa ngapi? 12, si ndio? Sijui huku kwenu, lakini 12 ashatoka nyumbani. Mpaka 12 ndio yuaje. Ina maana masaa 11 hayuko na wewe. Akija amechoka, baina magharibi na isha, mtoto taabani ashalala, wewe una masaa 2 na mtoto wako. 12 yuko sehemu. Wale waliokule sio wewe, si mtoto wao. Kwa hivyo huruma walionayo sio kama huruma yako kwa mtoto wao. Labda hata malengo na objectives kwa mtoto yule sio za kwako. Kwa hivyo masaa mengi yuko na watu wengine. Na labda akija nyumbani umemwekea na TV, nao kuna wengine nao wanamlekeza kivyao, kwa ajili ya sikusumbue. Hata yule mdogo amewekewa tabu ili upate kufanya kazi zako. Sasa jamaa, huyu mtoto sio wa kwako. Kama wamkimbiza awe mbali na wewe tu. Shuleni siku akija nyumbani apewa hili na hili, cheza, chukua tabu hiyo ili masaa yako yaende vizuri, mtoto asikusumbue. Asipokusumbua udogoni, atakusumbua ukubwani. Tuamkeni wazazi, huu wakati ni mbaya sana. Zamani kulikuwa na watu wakiwinda ndovu, sijui simba, wataka makucha, sijui chui, wataka ngozi. Siku hizi ulimwengu unawinda watoto. Watoto wetu ndio wanaokusudiwa katika ulimwengu wote. Umetoa jicho kumwangalia mwanayo, unafikiria utamuharibu vipi? Sasa wewe kama utacheza na umpuze mtoto, mtelekeze, basi ujue uko hatarini. Faida ya mwanadamu ni kizazi chake. Siku ataondoka ulimwenguni, kuna mtu atasema rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hiyo ndio faida yetu tu. Haya mengine yote hayatusaidii. Lakini ukaacha mtoto, akawa mtoto yule kila mara atakumbuka, aseme Mola, wasamehe wazazi wangu, walinihurumia udogoni, wakanilea vizuri, wakanipa dini, wakanifundisha adabu, wakanilekeza maisha bora, wakanitamanisha janna. Basi na wewe Allah, huko alipo mzazi wangu, muhurumie na umpe janna. Hili litakusaidia. Lakini akiwa president awe nani, asipokupa dua hii hajakusaidia kitu. Tuko pamoja wazazi? Naam.
Lazima tubadilike, lazima tubadilike, tujue wakati wetu zaidi, hasa kina mama, time yenu zaidi iwe ni watoto wenu, isiwe ni mali yenu. Mali si yako, mali yako ni ile umekula, mali yako ni ile umevaa, ile iko kwenye akaunti ni ya wengine, au si kweli? Ukikata roho utaingiziwa kabrini? Hapana, italiwa na wengine. Lakini mtoto ni wako, dua ya mtoto wako ndio itakufikia kabrini. Lazima tuelewe malengo yetu ya kuja ulimwenguni. Nini kilichotuleta hapa? Kwa nini tuko ulimwenguni? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndio malengo sisi kusimamisha ibada. Kwa nini ibada? Ili tuwe wazuri wacha Mungu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la ibada, kusali kwako, sio kwamba ni mazoezi wafanya mwili. Pana, kuna lengo la wewe kusali. Lengo ni kuleta maisha mazuri. Na maisha yako mazuri, moja katika kukufanyia mzuri ni mtoto wako awe mzuri. Hivi uwe milionia, lakini mtoto wako wa kiume amekuwa gay, wewe una raha kweli na milioni zako? Na mtoto limekuwa khanithi, jike, dume jike, utakuwa na raha na milioni yako wewe? Na hauna. Wewe ni milionia, lakini mtoto wako amekuwa lesbian, amekuwa mwanamke dume, lina mume amemuoa, awe amemuoa mwanamke mwenzake. Wewe una raha kitajwa yule? Naam, hakuna. Ni kisa kimepita, ni kesi nimeshtakiwa mimi. Binti mmoja amesoma, amemaliza form 4, amefanya degree yake hapa, akapata scholarship akaenda nje afanya degree ya pili. Wazazi wake wanamwambia arudi, uje nyumbani, miaka yaenda, atakana uolewe. Asema baba, mama, subirini nimalize degree ya 3. Amemaliza ya 3, asema mama, baba, mimi huku, kazi ya huku ina hela kuliko huko. Wazazi wanasherekea, wanaletewa madola tu. Siku moja kaka zake, ndugu zake wa kiume, katika mitandao hii wakaona kuna mkutano wa wanawake walojifanya wale wanawake lesbian. Mnaelewa, si ndio? Ambao wanaoana waume kwa wanawake kwa wanawake. Wana mkutano nchi moja za Ulaya mkubwa. Na katika ule mkutano, coordinator alokuwa akiendesha kila nchi kutafuta wale wanawake lesbian kutoka kila nchi kualika mkutano yule, wakiangalia jina ni dada yao. Kumbe kule kusema subirini nimalize degree hii, nimalize degree hii, huku hela nyingi, kumbe ashaingia kwenye tabia mbaya, ni dume jike kule lilipo. Hawa ndugu wakashtuka. Kwa bahati mbaya wakamjia mama, hebu angalia, soma hapa. Akasoma, kuna mkutano mkubwa wa wanawake wachafu kadha. Wakiangalia coordinator anayeunganisha mkutano ule, anauendesha, ni mtoto wake, binti yake. Mama alizimia. Na mpaka leo deti hospitali, hakuna mtu. Je, jamani, hizi hela ulizotumia mwanao awe na PhD hii imekusaidia kweli? Lakini yalikujaje hapa? Kwa sababu tumempa dunia, hatukumpa nini? Dini. Hatukuwa na wakati na yeye kumfuza dini, hatukuwa na time na yeye kumlekeza kwenye dini yake. Leo amefikia hapa, ameumia yeye na amemuumiza mzazi wake, hana raha. Huu ndio ulimwengu tunaoishi.
Ulimwengu ulipofika leo ni hapo. Mlengwa ni mtoto wako. Punguza harakati zako nyingi, punguza mbio zako nyingi, toa wakati na mtoto wako. Badilisha mfumo wa maisha ulionayo ya kujibebesha mambo mengi, utakuwa mkali na mwanayo. Na hakika malezi yatakaosaidia ni malezi ya upole na huruma. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Hakuna mtu mzuri kuliko Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini Allah amwambia kwa rehma ya Allah umekuwa laini mpole. Lau ungekuwa mkali mwenye moyo mgumu wangekukimbia. Sasa ikiwa mtume akiwa mkali sana, waumini watamkimbia. Wewe ukiwa mkali, wanao watakuwa karibu na wewe. Lazima tubadilishe maisha, na huu ukali unaletwa kwa sababu ya kujibebesha mambo mengi. Umechoka. Sasa mtoto hata akitaka kukuambia siri ile omfika hawezi kukuambia, kwa sababu wewe mwenyewe hutaki kumsikia kwa tahfash na matatizo mengi uliopitia mchana mzima. Kumekuwa na breakdown ya communication baina ya wazazi na watoto wao. Muda ni mfupi wa kuishi na watoto wetu, na ule muda mchache tulionao, akifika mtoto pia huwezi kumsikiliza kwa sababu akili ishachoka. Baba akija amechoka. Kisa baba mmoja anielezea, ameenda nyumbani na huzuni kubwa. Kuna jamaa mdai deni lake kubwa, na amemwendea mpaka kazini, akaanza kumtukana. Watu wote wakamjua kwamba adaiwa. Huyu baba akatoka hana raha kurudi nyumbani jioni. Alipoingia, akaingia amechoka. Mkewe akamwona si wa kawaida huyo, akamuuliza, haya baba, tuambie una nini, mbona hivyo? Asema, haya madeni yatatuua mke wangu. Mimi nadaiwa bwana, leo mwenye deni amekuja kunikorofisha kazini, hivi napewa miezi 2 nilipe. Yule bibi mke naye akamwambia, basi afadhali wewe umpewa miezi 2, mimi saa 9 nina chama. Wewe lako miezi 2, mimi leo saa 9 nina chama, na nilikuwa tamaa yangu utakuja na kitu nipeleke chamani. Hivi ushanikoroga wewe. Sasa nani atambebeleza mwenzake? Na sasa nyumba ambayo kila mmoja amekorogeka, hii nyumba jamani ina salama? Na ndio leo ukihesabu nikaha zinazofungwa na talaka, utakuta talaka ni nyingi. Talaka ni nyingi kwa sababu mume na mke hawajui majukumu yao. Huyu ameingia kwa huyu ameingia kwa yule, wamekorogeka wote wawili. Imefika kuna wakati mume na mke wawe na good time, pale wako katika hali mzuri, wazungumze kukumbushana majukumu yao kwa lugha mzuri. Sisi mara nyingi hukumbushana majukumu tukikasirika, si ndio? Ndio pale waanza kumwambia haisaidii kwenye hasira, yataka pale kwenye ile love you, sijui adore you, I love you, la nini you pale ndio mwambie mume wangu, sisi tuna jambo fulani kadha. Mzungumze kwa lugha mzuri, kwa sababu tukikosa kujua majukumu yetu, responsibilities zetu, basi litakalokuja mwisho itakuwa ni kutelekeza na kupuuza majukumu yetu, moja akiwa ni mtoto. Wanasema ndovu wawili wakipigana, anayeumia ni nani? Nyasi ndio zitakaumia. Na watoto ndio utakuta leo watoto wengi wamepata mateso kwa sababu ya ugomvi wa baba na mama. Kukosekana ima kuwa hakuna mahusiano mazuri. Leo subhanallah,
kuna nyumba watu waishi, kila mmoja asema nifanyeje, nasubiri tu kuhitimishana. Yani mume ameoa mke, ameishi naye, imefika mahali si kwa ajili ya kufurahishana, wanangojea kuhitimishana, kila mmoja angojea mwenzake afe tu. Hakuna raha. Kwa nini hakuna raha? Tumekosa kujua hukukana. Zile haki zetu hazijulikani. Hajulikani mume ataka play role gani, hajulikani mke play role gani. Sasa kule kwa kila mmoja afanya ambalo silo, madhara yake imefika. Ndoa zimekuwa si maisha tena ya raha, ndoa zimekuwa ni maisha ya karaha. Watu wamefika mahali atamani kila mmoja aondoke ulimwenguni. Wapenzi waumini, nimependa kuisimamia nukta hii kwamba tujue mtoto ni kiumbe muhimu. Allah bado nafasiri aya inayosema yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Hii neema ya mtoto utakwenda kuulizwa, mtoto wako umemlea kiasi gani? Mwajua ulimwengu leo unataka watoto wote waishi maisha wasiojitambua. Zamani ilikuwa hatari kubwa umetuletea ni madawa ya kulevya, lakini wameona dawa za kulevya zinachelewesha kumpoteza mtoto. Manake mtoto akitumia, we ni rahisi mzazi kumtambua. Lau atavuta bangi au atumie uraibu wote, akija nyumbani utamshtukizia kwa sababu atakuwa hako kawaida. Wamelileta jambo lingine kubwa, hili jambo la LGBTQ. Hili ndilo jambo la kumaliza, na hili ni jambo lina siri. Kama huko karibu na mapenzi na huruma na upole na mtoto wako, utamjua baada kesha haribika. Na jambo hili liko kila mahali leo, mitaani lipo. Kuna watu wanakula hela, kazi yao ni kutafuta kuharibu watoto wetu. Jambo hili liko mashuleni, jambo hili liko kwenye vyuo vikuu, jambo hili kila sehemu lipo. Lamlenga mtoto wako. Tumuomba Allah awalinde watoto wetu na shari za dunia na akhera. Lakini moja katika njia ya kuweza kuwa mbali nalo ni kumsimamia mtoto wako. Kwanza kumuingiza kwenye dini kikamilifu, kumsomesha dini, lakini pia kumlea malezi ya upole na huruma. Mtoto utakapokuwa karibu na yeye, lolote likimjia atakwambia wewe. Lakini ukiwa mkali, mtoto aweza kudhulumiwa nje na wewe asifanye nini? Asikwambie. Kwa hivyo ina maana siku ya kwanza itakuwa ni dhulma, siku ya pili ni dhulma, siku ya tatu ni dhulma, siku ya nne itakuwa ni mazoea kwake, yule ushamkosa. Lakini tukiishi na malezi ya upole na huruma na kuwa karibu na watoto wetu, kuwapa fursa, toa wakati. Ukiwa mtoto akija nyumbani, haya baba njoo, wajua leo nimekuwekea kitu kizuri, unampatia ile zawadi yako. Niambie, nipe story za shule. Nasikia siku hizi wewe sijui washindwa hisabu, sijui nani nini, wamwambia maneno mpaka anakuzoea na yeye anaanza kutapika yake. Siku akigusiwa baya atakuja kukwambia, mama kuna mtu fulani atakunifanyia. Lakini kama wewe ni mtu waishi nyumbani, hata mtoto akikwambia mama, mwambia ujue ushamkosa mtoto kama huyo. Na hizi ni nyumba zipo. Wasema kuna mtoto mmoja alifukuzwa shule kwa ajili suruali yake imechanuka sana. Zamani suruali zile fupi, kaptula zile. Akaambiwa hii suruali hatutaki tena uje nayo. Kwanza hata nenda nyumbani mwambie mama akununulie suruali nyingine. Hii imechanika sana. Toka. Na saa 8 uwe hapa.
Yule mtoto alipokwenda nyumbani, mama afanya hesabu zake za chama, saa 9 yenda chamani. Akiingia, amesema mwalimu uninunulie suruali nyingine, hii haitakani nende na shule. Tena saa 8 niwe nisharudi shule. Muhammad, wewe unioni na kazi. Muhammad akaondoka. Akaingia jikoni, kuna dake kule sijui. Yuwapika lakini na yuwachati kule jikoni. Na simu yake. Dada, sijui nimeambiwa wewe. Mtoto akatoka muoga maskini, ameambiwa na saa 8 ameenda shule. Akakumbuka kuna duka la jirani hapa auza suruali. Babake yuko safari na kazi zake. Akaenda akamwambia, nimefukuzwa shule kwa ajili ya suruali na babangu yuko safari, naomba unipe suruali, babangu akija atalipa, najua anachukua bili hapa. Akamwambia ni kweli, chukua suruali. Lakini alipompima ile suruali kidogo ni ndefu zaidi, akamwambia nenda mpelekee mamako akupunguzie. Akarudi kwa mama, napata suruali lakini takaipunguza. Wewe nini wewe? Akiingia kwa dada hajasema, ambia we toka. Akatoka na suruali yake. Akakumbuka hapa nyuma kuna fundi jirani, akamwambia, akaenda kwa yule fundi, nipunguzie, mamangu yuko busy, baadaye nitakuletea hela, nipunguzie shuleni nitakwenda kuchapa. Yule mama kwa huruma akamshonea suruali, akaja nayo. Akija time ya dhuhuri, akaenda akaiweka kabatini kwake. Kwa sababu dada amwambia nenda kaiweke huko. Lakini alipopunguziwa dada hajui kwamba ameenda na kwa fundi, akaiweka kabatini. Dada alipomaliza shughuli zake akasema, maskini Muhammad amekuja jikoni, ndugu yangu mdogo ataka nimpunguzie suruali, nimemfukuza nikamwambia kaiweke ndani. Akienda akaikuta kwenye kabati, akatoa, akaikata, akaipunguza tena. Mama amemaliza mahesabu yake ya chama, akasema, mwanangu Muhammad maskini ameniambia nimpunguzie suruali, akaenda akaipunguza tena. Likawa binda, alivaliki tena. Jamani, hii suruali kisa cha kuharibiwa ni nini? Breakdown ya communication. Kulikuwa hakuna mawasiliano ya mtoto na nani? Na wazazi. Wote hawana time ya kumsikiliza. Basi si kuharibika kwa suruali, aweza kuharibika na mwenye suruali ikiwa tutakuwa hatuna time na watoto wetu. Tuko pamoja? Allah tabaraka wa taala kawapa nafasi kubwa nyinyi kina mama, licha kuwatambulisha kuwa ni viumbe mnaostahiki kuheshimiwa. Kaondosha ile fikra ya kudharauliwa mtoto wa kike, bali akaweka na adhabu kali kwa mwenye kumdhulumu mtoto wa kike. Ukiangalia suratul Naba, Allah tabaraka wa taala akizungumza, au suratu Kuwirat, idha shamsu kuwirat, Allah azungumza alama za kiyama, mabadiliko ya siku ya kiyama. Yuapa idha shamsu kuwirat wa idha nujumu nkadarat. Aendelea, mwisho anaeleza jambo la kwanza litakalofanyika ni kesi ya jinai, wa idha almauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat. Kama alivyowakataza kwamba msiwadharau watoto wa kike, lakini pia akatoa na adhabu atakayewadhulumu watoto wa kike. Na yule mtoto wa kike atakapokuulizwa kwa dhambi gani aliuawa, hii ni moja katika lenye kumfanya mwanamke au heshimu Uislamu na aupende. Mahakama ya kwanza ataanza kusaidiwa, kuhukumiwa yule mwanamke aliyedhulumiwa duniani. Lakini Allah tabaraka wa taala kawapa heshima vile vile kwamba kama wazazi wanastahiki kufanyiwa wema, basi mzazi wa kwanza ni mwanamke. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan. Tumemuhusia mwanadamu awafanyie wema wazazi wake wawili. Kwanza Allah akamtaja mama,
amebebwa na mama mimba yake, dhiki juu ya dhiki, maudhi juu ya maudhi, udhia juu ya udhia, yani katika hali ya unyonge sana. Kwa hivyo mama anastahiki aanziwe wema kuliko baba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakupa heshima wewe mwanamke kama mama alipoulizwa man ahaqqu nasi bihusni sahabati au suhbati, ni nani katika wazazi au watu wanastahiki niwe rafiki wao zaidi? Mtume alimwambia huyu sahaba, ummuk, kwanza ni nani? Mama. Thumma man? Qala ummuk. Alafu nani? Mtume akamwambia mama. Thumma man? Alafu nani? Mara ya tatu, qala ummuk, akamwambia mama. Thumma man? Qala abuk. Mara ya nne akamwambia nani? Baba. Jamani, kila unapopewa cheo unazidishiwa majukumu. Kule kupewa cheo hiki wewe kwa mtoto ni kwamba wewe ndiye unastahiki zaidi kumlinda na kumlea vizuri mtoto. Mama zangu, dada zangu waumini, Allah tabaraka wa taala kawafanyia kila sababu ya nyinyi kuwa katika hali nzuri kwenye dunia hii. Ukiangalia Qur'ani ilipomzungumza mwanamke imemtaja kwa neno wala tahzan. Wakati wote mwanamke ametajwa wala asihuzunike. Allah hataki mwanamke ahuzunike. Imekariri. Allah alibadilisha mpango wa ulimwengu, sunnatan kaunia. Mtoto mdogo akiwa na njaa analia kutaka chakula, lakini waharramna alayhi almaradhi, Allah kamkataza Musa kunyonya, kei takharra ainuha, ili mamake aweze kufurahi, wala tahzan, wala asifanye nini, asihuzunike. Yote hii ni neema mmepewa na Allah. Kwa nini msichukue jukumu la kuisafirisha vizuri dini ya Allah? Ni haki ya kila mwanamke kujituma kwa ajili ya dini hii, kujitolea kwa ajili ya kuinusuru dini hii. Na moja katika nusra ni kumlea mtoto wako kwa dini, kwa sababu sisi tutaondoka na watoto ndio watakaoturithi, na kiasi tutakavyokuwa tumewarithisha dini ndivyo watakavyokuwa wana dini. Wapenzi kina mama, ni wajibu wetu kujua kwamba sisi katika dunia hii Allah tabaraka wa taala katuleta, na kila mmoja ana nafasi yake mbele ya Allah kufanya mazuri. Na yule atakayeishi na imani na mazuri na wema ndiye atakayeishi maisha mazuri. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yule ambaye atafanya wema, ni katika jukumu lenu kujua kwamba hii dini inajengwa na vitu viwili. Dini inajengwa na imani, dini inajengwa na tabia njema. Imani, ibada za jenga ndani. Unapomwabudu Allah, unasoma Qur'ani sana, moyo wako utazidi imani. Utakaposali sana, moyo wako utazidi imani. Utakapotoa sadaka sana, moyo wako utazidi imani. Utakapomtaja Allah tabaraka kwa wingi, moyo wako utazidi imani, itaongezeka, itakuwa. Lakini utakapoishi na tabia njema, utaongeza undugu wa walio nje. Imani yako itasambaa nje. Ni wangapi wanaosali vizuri lakini hawana tabia mzuri, wanadharau wengine, kuwa huyu imekuwa dini yake haisaidii, haisongi mbele, kwa sababu amekosa kuijenga dini yake nje. Dini ndani inajengwa na iman, nje inajengwa na tabia njema. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah sema tangamaneni na watu, na subhanallah Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Angalia, hakusema wa khaliqil muslimina, tangamaneni na waislamu. Hapana, watu wote. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ukitaka kuwa mcha Mungu,
tangamaneni na watu kwa tabia njema. Ina maana kila aliye karibu na wewe ishi naye kwa wema, kwa sababu utakapoishi naye kwa wema atautamani wema wako. Mbona huyu si kabila langu? Mbona huyu si ndugu yangu? Mbona huyu hatuna sababu yoyote, simfa biashara mwenzangu, yeye tajiri mimi maskini, lakini mbona anaishi na mimi kwa wema? Itamfanya kutafuta sababu, akijua ni dini na yeye ataipenda dini hiyo. Ndio Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asema, ud'u an-nasa ila Allahi wa antum samitun, waiteni watu kwenye dini ya Allah hali mumenyamaza. Masahaba wenzake walimuuliza, vipi tutalingania watu bila ya kusema? Tutawaita vipi kwenye dini bila ya kusema? Awaambia, bimakarimi akhlaqikum, kwa tabia zenu njema. Tabia njema inamtoa mtu kwenye ubaya, anakuja kwenye wema. Lakini utakapokuwa wewe una dini sana na huna tabia njema, basi hata ile dini yako itaharibika kwa tabia yako mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwauliza siku moja masahaba, akawaambia, atadruna manil muflis, mnamjua ni mtu gani aliyefilisika? Masahaba kama wanadamu wakamwambia, almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa. Muflis ni mtu ambaye hana hela, hana asset, hana gari, hana nyumba, hana shamba, hana chochote. Huyo ndiye muflis. Akamwambia, la, almuflisu man yati yawm alqiyamati bisalati, ni mtu atakayekuja siku ya kiyama na swala yake mzuri, wa zakati, zaka yake alitoa vizuri, wa saumihi, saumu yake mzuri, wa hajihi, haji yake mzuri, hasanati nyingi. Wayati qad shatama hadha, lakini vile vile pamoja kuona thawabu zake za swala, za saumu, za haji, za zaka, lakini alimtusi yule, alimtukana yule, akambeza yule, akamwandareti yule, akamwandamaini yule, akampiga yule, akachukua mali ya yule, akamuibia, akamwaga damu ya yule. Sasa watu wanashtaki, Allah, huyu alinitukana bure mimi. Ataambiwa, chukua thawabu za swala yake. Mwingine anasema, huyu alinipiga, chukua thawabu za saumu yake. Huyu alinifanya hivi, alikuwa akinidharau, akinifanya kama mnyama, chukua thawabu yake hii. Mwisho amemaliza, thawabu zote zimebebwa na watu. Alikuja na thawabu nyingi, hasanati nyingi, lakini kwa tabia mbaya zote zimefanya nini? Zimeisha, zimechukuliwa. Sio hapo tu, bali kuna wengine wamekuja na wao wasema, hata mimi huyu alinifanyia ubaya fulani. Anaambiwa, uko na dhambi, chukua dhambi zako mbandike nazo. Baada ulikwenda na ibada, unaondoka na dhambi, na thumma yutrahu finnar, alafu unaingizwa ndani ya moto. Kisa na sababu, sio ulikuwa usali, hapana, ulikuwa ukisali sana. Sio usomi Qur'ani, ulikuwa ukisoma Qur'ani sana. Ulikuwa ukifunga sana, lakini ulikosa tabia njema, umeingia motoni kwa kukosa tabia njema. Mwanielewa jamani? Naeleweka? Tujitahidi sana. Dini inakwenda na miguu miwili. Hii dini yetu inapelekwa na matairi mawili kama pikipiki zetu hizi. Dini inapelekwa na ibadatul khaliq, kumwabudu vizuri. Itqan fi ibadatil khaliq, kumwabudu vizuri Allah. Mguu wa pili, wa ihsan ila al-makhluq, kuishi vizuri na viumbe vya Allah. Isije ukawa mzuri wa ibada, unasoma juzu 5 za Qur'an, lakini ukimuona Muislamu mwenzako, kwa kuwa labda si jamii yako, unamwangalia kama mavi, utapoteza Qur'ani yako yote, haitokusaidia. Tuko pamoja? Wewe unatoa zaka, unatoa sadaka, unafanyaje, lakini wewe jirani zako kila wakiulizwa, shida yenu nini? Wasema, lao watafanyiwa interview hapa mtaani, shida yenu nini? Jirani, huna salama.
Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja akaambiwa, tuna mwanamke hapa sawama qawama, mfungaji sana saumu za sunna zote, lakini waswali dhuha, qiyamul layl, tahajjud, tudhi jara, lakini ana tabia kuudhi majirani. Rasul asema hiya finnar. Madamu ana tabia mbaya, huyo yuenda wapi? Jamani, ni nukta muhimu sana hii. Katika matatizo tulionayo Waislamu mengi, moja katika tatizo sugu ni tabia. Waislamu wengi wana kiburi, Waislamu wengi wanajenga jeuri, Waislamu wengi wana madharau, Waislamu wengi wana... Sasa hili litatuharibia, na huyu ni shetani anakuchezea, anakuona wewe ni mtu mzuri, umepata ibada, umepata iman, umepata Uislamu. Sasa shetani anakuja na mlango mwingine, anaikoroga tabia yako. Unakuwa mtu wa majivuno na kujisikia, huna undugu na wenzako, hupendi wenzako, una umimi wa kujisikia. Hapa shetani ashapata mlango wa kukuharibia imani yako yote. Tujitahidi katika dini yetu kuwa na mambo mawili: kuwa na imani mzuri, ibada mzuri, na tabia mzuri. Qur'ani kila ikitaja sifa za muumini inataja mambo mawili, inataja ibada mzuri, tabia mzuri, au tabia mzuri, ibada mzuri. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah sema wamefaulu waumini ambao katika sala zao wana unyenyekevu. Ibada hiyo, wanaswali vizuri na khushu'. Lakini sifa ya pili ni tabia, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mambo ya kipumbavu wanayapuza, si watu wa muziki. Yeye anatumia ulimi wake kufanya nini? Kumtaja Allah wakati wote, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala haula. Lakini sio kuimba. Tumeelewana? Haikusaidii. Muumini mzuri mambo ya kipumbavu anayakimbia, anaipenda ibada. Utakuta imetajwa ibada na tabia njema. Walladhina hum lisakati fa'ilun, ibada, wanatoa zaka. Lakini sifa ya 4, walladhina hum lifurujihim hafidhun, wanakimbia tabia za uzinzi na uchafu na uzinifu, tabia njema. Hivyo kila ikitaja aya ibada nzuri, tabia mzuri, ndivyo anavyotakikana awe Muislamu. Bali hata Qur'ani ilipotaja wanaoipinga tabia hii imetaja sifa mbili: wana ibada mbaya na tabia mbaya. Araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahullu ala ta'amil miskin. Ana tabia mbaya, anawadhalilisha mayatima, anawadharau maskini, tabia mbaya. Ya pili ibada, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim. Kwa hivyo haiwezekani wewe kwenye swala watu waseme mashaallah, kwenye miamala na tabia watu waseme a'udhu billah. Yatakikana kwenye swala mashaallah, na kwenye tabia mashaallah, ndio utakuwa muumini mzuri. Poleni, najua nimechukua muda mrefu, nimewachokesha, lakini pia nimewachelewesha na majukumu yenu ya nyumbani. Kwa haya tuliyozungumza, tumuomba Allah tabarak wa taala atuongoze njia yake siratal mustaqim. Allah atuongoze sisi na watoto wetu. Allah tujalie furaha kwetu sisi na familia zetu. Allah tujalie sisi na familia zetu ni viongozi wa uchamungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا.
اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم سهل لنا لما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.